Kukua kwa matumizi ya teknolojia kumeleta pia wimbi la matukio ya uhalifu wa kimtandao unaohatarisha mitaji ya benki duniani na kuongeza gharama za kukabiliana nao. Na kutokana na hilo, usalama wa benki ya CRDB pia unaweza kuhatarishwa na mwitikio wake mkubwa katika matumizi ya tehama. Hivyo, udhibiti wa tishio la uhalifu wa kimtandao unapaswa kuwa kipaumbele cha benki yetu hii ili kujenga imani ya wateja na kulinda heshima yake. Jarida la Cybercrime toleo la mwezi wa pili mwaka huu linakadiria kuwa miaka michache ijayo dunia inatarajia kuelekeza takriban dola za Kimarekani trilioni 10 kuimarisha usalama wa mtandao kwa mwaka. Kwa hiyo benki yetu ya CRDB, kwa maoni yangu, haina budi ijiandae na ijihami mapema na wakati wote kupambana na uhalifu wa kimtandao. Mazingira ya elimu nchini kwa miaka mingi wamekuwa wakichangia mfuko wa uendelezaji wa sekta ya elimu kupitia taasisi yetu ya TEA. Kama alivyoeleza mkurugenzi mtendaji ndugu yangu Abdulmajid Nsekela, kupitia sera yake ya uwekezaji katika jamii ambayo imekuwa ikitenga 1% ya faida kila mwaka, sekta ya elimu tumekuwa tukipata upendeleo mkubwa kulinganisha na sekta nyingine za kipaumbele. Pengine ni kwa sababu benki hii inafahamu kuwa msingi wa maendeleo ya taifa lolote ni uwekezaji katika watu, rasilimali watu. Kupitia sera hii, benki imeshirikiana nasi vema kujenga madarasa, mabweni, ofisi za walimu, maabara, madawati, vyoo, vifaa vya kujifunzia, pamoja na kutoa ufadhili wa masomo, yani scholarship. Ongea hilo. Mheshimiwa rasmi, azma yetu ya benki imekuwa ni kuboresha maisha ya Watanzania, watu, kukuza uchumi kwa ujumla na kuhakikisha kila Mtanzania anapata huduma yetu. Ili kutimiza hili, tumeweka mkazo kwenye matumizi ya teknolojia ya kisasa na mikakati yetu imekuwa ni madhubuti ya kuhakikisha kwamba huduma unazipata pale ulipo. Ukiangalia mwaka 1996 tulikuwa na matawi 19, lakini leo hii tuna matawi 260, na haya ni matawi tuliyojenga au tuliyopanga. Na mmemsikia mkurugenzi aliyopita akisema kwamba ni ya gharama sana, lakini sisi tuliwekeza kwa kujua umuhimu wa kuwafikia wananchi, na ukiwa ni msingi mzima wa benki yetu tangu ianzishwe. Sisi kama Wizara ya Fedha na pia mfuko wa uwekezaji wa Daninda tutaendelea kutoa ushirikiano katika kuhakikisha benki hii inaendelea kuwa benki bora na ya mfano.